السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على من الذي بعث فينا رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. Ndugu Waislamu ambao mnanifuatilia kwa muda huu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni wajibu kwetu kumshukuru Mwenyezi Mungu, na asiyemshukuru Mungu kwa kikubwa au kidogo, basi huyo ni mfu anayetembea, ni maitul hayy, kwa sababu tunaambiwa kushukuru ni wajibu. Alwajib ma aujabahu Allahu azza wa jalla alaina. Wajibu ni jambo ambalo Allah amewajibisha kwetu, kwa maana anapata thawabu mwenye kuwajibika na anapata dhambi ambaye hataki kuwajibika katika wajibu huo. Ndio maana Mungu katika Qur'an anasema fadhkuruni aghfirukum washkuruli wala takfuruni, nitajeni nami nitakutajeni, na mnishukuru na wala msinikufuru. Katika kanuni ya usulul fiqh wanatuambia kuna kanuni inaitwa kuna kitu kinaitwa al-mafhumu mukhalafa, au mafhumu mukhalafa, ukifahamu kitu kinyume. Yani usiposhukuru maana yake utakufuru. Kwa hiyo kumshukuru Mungu kwetu sisi imekuja ni wajibu. Na ni wajibu kwa Muislamu kumswalia sana Mtume Muhammad. Watu wengi tunapomtaja mtume, tukamzungumza mtume, huwa wanatukosoa na kutuona kama sisi hatuna akili. Na Mungu anajua kwamba makafiri wa zama hizo walijaribu na walithubutu kusema kwamba Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwana wazimu, na Mungu akawakatalia. Ukisoma katika suratul Anbiya, kama sikusahau, sio suratul Anbiya, ni katika surati Sabai, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, qul innama a'idhukum biwahida an taquma lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinna. Innama a'idhukum biwahida, waambie Nabii Muhammad kwamba mimi nakulingania Mungu kwa jambo moja tu, an taqumu lillahi, simameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Thumma tatafakkaru, an taqumu lillahi, simameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mathna, wawili, wa furada, au mmoja, lakini muambiane kwamba huyu Nabii Muhammad sio mwenda wazimu. Kwa hiyo kumswalia mtume hatuchanganyikiwi, ni mahaba na mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu katika Qur'an anasema warafa'ana laka dhikrak, na tukaunyanyua utaji wako wewe Nabii Muhammad kuwa ni wa juu. Utatajwa na ndege, mnyama, na utatajwa kutoka zama hizo na zama mpaka leo tunamtaja Nabii Muhammad, na sio kutajwa mara moja. Mtume kwa kawaida, ile kawaida, achana na matumizi ya mengine. Kawaida Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunamtaja mara 5, maana kwa siku tunasali vipindi vitano. Asubuhi tunamtaja, alfajiri, adhuhuri tunamtaja, alasiri tunamtaja. Sasa kama hapa Tanzania nzima tumesali adhuhuri, ni watu wangapi wamemtaja Nabii Muhammad? Kenya hivyo, China hivyo. Hayo ni maelekezo ametupa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini lazima watu watambue na waelewe daraja ya mtume. Daraja ya mtume si sawa na daraja ya manabii wengine. Daraja ya mtume Mwenyezi Mungu ameiweka juu. Qur'ani inasema ni rehema kwa walimwengu, na hadithi yake ikaja ikasema wa ursiltu ila al-khalqi kafa. Daraja ya mtume ni juu. Ndio maana utaona Nabii Musa zama zake watu walimwendea wakamweleza Nabii Musa, tunaomba maji ya kunywa, hakuna maji, sasa tupate maji ya kunywa. Zama za Nabii Musa alayhi salatu wasalam, ikabidi Nabii Musa achukue fimbo yake apige juu ya jiwe. Fimbo Nabii Musa anapiga juu ya jiwe,
lile jiwe likapasuka vipande 12 kufuatana na makabila 12 ya Bani Israeli, na maji yakatoka. Yani khawasu ya Nabii Musa ni jiwe, ile fimbo yake ile anapiga lile jiwe na jiwe linapasuka vipande 12, na ndani ya vile vipande yanatoka maji kwa Nabii Musa. Tukio kama hili katika vita ya Khaibar, anakwenda Aqil ibn Abi Talib, anakwenda kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamueleza ya Rasulullah, na maana hapa hivi unaona hatuna maji ya kunywa wala hatuna maji ya kutawadha, tufanye nini? Nabii anawaeleza mna kitu gani? Fauti ya birakwa, wakampelekea chombo kitupu cha maji, chombo hakina maji. Nabii akachukua mikono yake akaingiza mle ndani, faraaitu almaa yafuru min baini asabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, akamsa lile, ikabidi vidole vya Mtume Muhammad baada ya kutoka kwenye kile chombo vianze kububujika maji kutoka katika vidole vyake maji. Nabii Musa ilibidi apige jiwe kutafuta khawasu. Nabii Muhammad hatafute khawasu, maji yanatoka katika vidole vyake. Anauliza Jabir, kam kuntum, mlikuwa wangapi mliokunywa na kutawadha maji yaliyotoka katika vidole vya Mtume? Jabir anasema hata kama tungekuwa watu 1000 yangetutosha kunywa na kutawadha. Haya ni mambo ameyafanya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana wakasema kwamba kuna kanuni inatueleza kwamba kullu shay'in yuntasabu bi sayyidina Muhammad fahuwa musharraf, kitu chochote ambacho utakinasibisha na Mtume midhali ni cha kheri, hapo hapo kitu hicho kinapata ukubwa na utukufu. Hata al-Imam Sha'rawi ametuambia innal a'mala tushrafu bi sharafi al-amakin kama tushrafu bi sharafi al-zaman. Hayo ni maneno ya Imam Sha'rawi kwamba jambo lolote, innal a'mala tushrafu bi sharafi al-amakin kama tushrafu bi sharafi al-zaman. Sasa na kanuni inatueleza kwamba kullu shay'in yuntasabu bi sayyidina Muhammad fahuwa musharraf. Tofauti hapa, kanuni hii ya kwanza inazungumza Mtume Muhammad, lakini Imam Sha'rawi anasema Imam Sha'rawi anasema innal a'mala tushraf, hakika amali zote zinapata utukufu kulingana na wakati, kama ambavyo zinavyoweza kupata utukufu kulingana na sehemu. Nitatoa mfano. Mtu atakayesali raka 2 Masjid Nabawi, akasali raka 2 Masjid Nabawi, na mimi nikasali raka 2 hapa msikiti wa Mtoro, aliyesali Masjid Nabawi raka zake 2 zinapata daraja kubwa kuliko yule aliyesali msikiti wa Mtoro. Kwa sababu gani? Innal a'mala tushrafu bi sharafi al-amakin kama tushrafu bi sharafi al-zaman. Tunaelezwa yeyote ambaye atakutwa na usiku wa Lailatul Qadr, usiku wa Lailatul Qadr, thawabu zake ni sawa na mtu ambaye amefanya amali kwa miezi 1000. Kwa nini? Kwa sababu ni usiku mtukufu. Ndio anasema innal a'mala tushrafu bi sharafi al-amakin kama tushrafu bi sharafi al-zaman. Hakika matendo yote yanapata utukufu kulingana na wakati, kama ambavyo anavyoweza kupata utukufu kulingana na sehemu. Sasa vipi kwa Mtume Muhammad katika kanuni hii kwamba kullu shay'in yuntasabu bi sayyidina Muhammad fahuwa musharraf, kitu chochote ambacho utakinasibisha na Mtume hapo hapo kitu hicho kinapata daraja, kinatukuzwa na Allah. Na ndio maana unaona dua zote tunazoomba haziwezi pata majibu, hatutajibiwa na Allah. Kwanza tumswalie Nabii Muhammad. Sasa wanawachuoni wakatueleza kwamba, wanawachuoni wakaja kutueleza juu ya hoja hii, juu kwamba kullu shay'in yuntasabu bi sayyidina Muhammad fahuwa musharraf. Wanachuoni wakaja wakatueleza kad ajma al-ulama fi kulli asri wa fi kulli masri anna al-buq'ata allati dufina fi jasad rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-munawwara huwa afdalu al-buq'ati fi kauni Allah ta'ala kulli. Wanachuoni wakatuambia wanachuoni wakaja wakatuambia kwamba imethibitika, wamekubaliana katika kila mji na katika kila kipindi kwamba pale alipozikwa Mtume Muhammad katika mji wa Madina, pale alipozikwa panaitwa Rawdatul Sharif au Sharifa,
sehemu takatifu. Na wale wanaokwenda Madina mnajua, ni mashahidi, mkifika kule kuna mahala mnagombania kwenda kusali raka mbili. Mtume anasema ma baina kabri wa mimbari rawdatun min riyadil janna, mwenye kusali raka mbili baina ya kabri yangu na mimbari yangu ajibashiriwa kwamba amesali katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Yamaanisha nini? Hii inamaanisha pale alipozikwa Mtume ndio anatueleza kwamba kad ajma al-ulama fi kulli asri wa fi kulli masjid anna al-buq'ata allati dufina fihi jasad Rasulillah sallallahu alayhi wasallam bil Madinati al-Munawwara huwa afdalu al-buq'ati fi kauni Allah ta'ala kulli. Pale alipozikwa Mtume ndio sehemu bora kuliko sehemu katika mji wa Madina, ndio sehemu bora kuliko sehemu zote ambazo zimeumbwa na Mwenyezi Mungu duniani. Na ukiweka katika ubora wa sehemu zilizoumbwa na Mungu, ulete Maka, uende kule Palestina, utaikuta Madina ndio sehemu bora. Kwa nini imepata ubora? Kullu shay'in yuntasabu bi sayyidina Muhammad fa huwa musharraf. Chochote ambacho utakinasibisha na Mtume, hata kama kilikuwa hakina utukufu, kilikuwa kizungumzi, mizali umekiambatanisha na Mtume Muhammad, hapo hapo kitaanza kuzungumza. Kwa kumalizia, mama yake na Mtume anaitwa Amina. Wanawachuoni wanatuambia lile tumbo la mama Amina wanaita ashrafu butuni ummahati, ndio tumbo bora kuliko matumbo ya wanawake wote duniani. Kwa nini limekuwa tumbo bora? Yaani hiyo tumbo la mama Amina ashrafu butuni ummahati, yana kwa sababu tumbo hili ndio ndani yake kalala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimetaka mjue daraja utukufu wa Mtume Muhammad. Sasa tumbo la mama Amina kutoka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 9, ndani ya tumbo la mama Amina akiwepo Mtume, alitembelewa na watu wa aina ngapi? Tukutane season 2 kwa wale wenye mapenzi ya Mtume inshallah. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.